بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutupatia khatwa kuweza kufika hapa kukutana na ndugu zetu waislamu katika kutekeleza Allah subhanahu wa ta'ala kusema innamal mu'minuna ikhwa, kwa ndugu waumini ni ndugu ambao kwamba wakumbushana katika mambo ya khairi. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin, wale ambao kwamba wacha Mungu siku ya kiyama ndio watakuwa wanashikana kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na sisi lengo letu la ziara kuja hapa kutembelea sio kusomesha wala kueleza ambao hamuyajui. Lengo la kwanza ni ziara li ajli Allah subhanahu wa ta'ala. Ziyaratul muslim li akhihi almuslim, ziyaratul mu'min li akhihi almu'min. Hiyo ndio lengo la kwanza. Na ikipatikana hiyo tayari ni baraka tosha. Kisha mengine ni ziada, kukumbushana, mimi kukufaidika na nyinyi, hayo ni mengine, lakini al-gharadul asli ni kuwa mu'min yaltaqi bi akhihi al-mu'min. Sababu nini loleta pamoja? Si siasa, si biashara, si lolote lingine isipokuwa ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Si ukabila, si yoyote ambayo kama mengine isipokuwa ni la ilaha illa Allah, na hiyo ni neema kubwa, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na nashukuru vile vile ndugu zetu Ustadh Muhammad na Ustadh Hassan pamoja na Ustadh Muhammad Hussein na wote wazee wetu hapa kwamba wanashughulika na da'wa na haraka ya khair. Allah subhanahu wa ta'ala azidi kuwapatia tawfik na tupatie sote ikhlasi na juhudi ambayo kwamba itakuwa na tawfiki na kabuli kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Tuko katika Masjidu Tan'im, sio? Masjidu Tan'im katika mtaa wa Kashmir. Masjid Tan'im asili yake nafikiri imekuwa jina kwa vile Tan'im ambao kwamba iko Makkah kule, ambao kwamba ndio msikiti ambao kwamba maarufu pia kama Masjid Sayyidatina Aisha ummul mu'minin radhiallahu anha wa radhaha. Ndio msikiti ambao kwamba Mtume Muhammad sallam katika hijjatul wadaa, Aisha alipopatikana na udhuri wa ada ya mwanamke akamwambia aende pale ahirimie kufanya umra. Ndio ikawa leo waislamu wote wakienda kufanya haja ama umra, wakitaka kufanya umra ya pili, waliotoka afaq, waliotoka sehemu za mbali, wakitaka kurudia umra, wakiambiwa toka nje ya haram Makkah, aqrabu makan li haram Makkah nje yake ni Masjid Aisha, Masjid Tan'im. Na imeitwa vile kwa kuwa kuna majabali mawili, yani iko katika Jabal Nuaim na Jabal Naim na Wadi Na'man, kaitwa Masjid Tan'im. Inshallah sisi Mungu atuneemeshe inshallah taala kwa tuko katika msikiti uliofananishwa na sehemu nzuri ambapo kwamba alikuwa mama yetu Aisha radhiallahu anha. Pili, tuko katika mtaa wa Kashmir ambao kwamba tuko katika haraka ya da'wa ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kashmir maarufu ni sehemu za India na Pakistan ambao kwamba pengine kuna fitna za Yahudi wanazokuwa kila mahali waislamu wako kugawagawanya na kuleta fitna tofauti tofauti, lakini sehemu zile ndio ambao kwamba imezalika da'wa katika mwanzo wa karne ya 20 ikiongozwa na Sheikh Muhammad Ilyas ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amrahamu. Allah amempatia tawfik ya kuanza haraka ya da'wa ambayo kwamba ameweza ndani yake kuhuisha sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameweza ndani yake kuwaleta waliokuwa mbali na dini akawaleta karibu na dini, na kwa ikhlas waliokuwa nayo Mungu akajalia kabuli. Kila mahali ulimwengu utafika utapata jamaa tabligh wako, na kitu ambacho kwamba hakina ikhlas si rahisi kufaulu hivyo. Lakini kitu ikiwa na ikhlasi Allah subhanahu wa ta'ala hujalia mafanikio ndani yake. Na tuomba subhanahu wa ta'ala tupatie ile ikhlasi aliyokuwa nayo yeye. Leo ukienda kokote mwanzo Afrika zunguka yote, si Somalia, si Kenya, si Djibouti, si Tanzania, si Yemen, si Saudia, kila mahali utaona kuna athari ya. Siku moja tumeenda safari ya da'wa sehemu za Mumias Western. Ifika pale tukiingia msikiti wa Jamia ya Mumias, tukapata jamaa tabligh wako pale. Watoka wapi? Watoka Taif. Je, Taif ni wapi? Taif ni mahali Mtume alipokwenda kufanya da'wa, yeye akapigwa yeye mawe.
Taif, Saudia, kutoka Makkah mpaka Taif takriban kilomita 80 mpaka 90, kuna barabara nyingine kilomita 60, lakini ni masafa. Mtume alikwenda pale alipokuwa amedhikika ndani ya Makkah. Mke wake amefariki, ammi yake amefariki, aamul huzni, akatoka akaona Makkah haimshiki, akatafuta nusra, akaenda Taif. Alipokwenda Taif wakamjibu na nini? Wakamtumia watoto na wandazimu, wakaenda wakamtukane, wakampige mawe. Mtume sallallahu alikwenda yeye na Saidina Zaid bin Haritha, damu yake ikamwagika. Allah akatuma malaika wa jabali, akamwambia tuambie sisi majabali mawili haya tuangamize wote hao. Mtume akasema nini? Waangamize? Mtume sababu hakuja kuangamiza watu, lengo lake ni hidayah. Lengo lake inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira. Mtume alichomalizwa ni hadi, ni da'i, mwenye kuongoza watu. Akamwambia la, usiwaangamize. Inni arju min Allah, mimi natarajia kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukhrija min aslabihim, atoe katika migongo yao, man yaqulu la ilaha illa Allah. Wale walikuwa ni makafir, wamempiga. Leo wewe ukimpenda mtu, rafiki yako ukimpenda, utamtakia mazuri yeye, utamfikiria mtoto wake. Ghaya utafanya ukimpenda mtu, utamfikiria mazuri yeye. Huyu ni mtu amempiga Mtume sallam, ni adui yake. Sasa wacha kumtakia khairi yeye, Mtume ametakia khairi kizazi chao. Utaona vipi Mtume alikuwa na bu'd, alikuwa na upeo katika kuangalia, yani kwa lugha leo nasema strategic plan, yani maono ya mbali. Ukifananisha na siasa ya Kiyahudi na Kikafir leo makafiri wanachukua wakimbizi katika nchi za Kiislamu wakiwapeleka kwao bure, wanawapa chakula, matibabu, masomo bure, sio? Wewe ukiona kutakia khairi, kumbe yeye hakuna haja na wewe, ana haja na kizazi kitakachozaliwa na wewe pale. Fahamiana sijui. Mtume alikuwa na maono ya mbali katika da'wa. Leo sisi hatuna maono, sisi tunaona kupingana sisi, kutokana na sisi. Yahudi na kafir ana maono ya mbali kukuchukua wewe Muislamu ambaye waitwa Muhammad wa Abdullah wa swali, akupeleke kwake. Wewe utaswali sawa, kile utazaa mtoto ambaye hajui swali nini. Ama yule ukimzaa ajua, si jukuu wako itakuwa hajui. Yani generation moja ya pili ya tatu itakuwa la yabqa min al-islami illa ismu, tabaki jina tu. So moja katika wazee wetu ananiambia alikwenda katika sehemu za da'wa Somalia. Katika Somalia ni nchi ya Waislamu maarufu, Waislamu 100%, lakini alifika kijiji, asema Allah arhamu babu yangu, asema kuwa afika pale wale watu wamekutana katika ijtimaa, wakimaliza wasema dua yao, wasema nini? Wala dhalin amin. Mbona sema sisi wazee wetu wakisoma kitu mwisho tukisikia wala dhalin, ile Fatiha hawajui kabisa. Sisi tumesikia wazee wetu wakisoma kitu maneno mwisho wamalizia wala dhalin amin. Ni watu ukiuliza jina pengine babake, babu yake, wote ni watu walikuwa asili zao ni Kiislamu. Na haya yako leo Kenya. Leo utasilimisha mtu kumbe babu yake alikuwa Muislamu. Alikuwa yeye lakini kizazi kimetoka. Kwa hivyo Mtume alikwenda Taif akitarajia vizazi vitakavyozaliwa. Na ndio vizazi hivyo vikafika Mumias leo, vikasema la ilaha illa Allah. Leo je kwa Mtume ameangamiza wale watu, je kwa toka wale tumeona Mumias, sehemu ambapo kwamba Waislamu ni wachache, wamekuja wa Saudi kutoka Taif. Wafanya nini hapa? Wameacha starehe zao. Mumias bila shaka huwezi kufananisha na Jeddah na Taif, AC, mabarabara, magari, lakini ameacha kila kitu kuja kueneza neno la Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio kama nilivyowaambia siri ya ikhlas alikuwa nayo Sheikh Muhammad Ilyas, Allah subhanahu wa ta'ala amrahamu, kwa kuwa ikaweza hakuna yani tuseme majumua yote ya da'wa imeweza kukusanya makabila tofauti, imeweza kukusanya tabaka tofauti, si madaktari, si mapolisi, si maengineer, si watu wa kawaida. Utaona kwenye tabligh wako. Ama nazungumza kila aina ya tabaka ya watu, kila kabila, kila nchi wameingia. Kwa nini? Siri ya ikhlas walikuwa nao Sheikh Muhammad Ilyas, Allah subhanahu wa ta'ala. Ikipatikana ikhlas, hata kama wewe hutaona ile matunda, lakini matunda yatapatikana na wengine. Na katika kusikia katika namna ilivyokuhimiza ikhlas, siku moja wamekwenda watu katika jamaa tabligh sehemu za Urdun.
wakawa watembea katika yani majangwa. Sasa mmoja akamuuliza amira alikuwa pale, akamwambia sisi tutembea hapa hakuna watu, hatuoni watu, tumekuja khuruj aina gani hii? Akamwambia wewe ukitoka kwenye khuruj, ikiwa nia yako ni kweli ni ikhlasi kwa tafuta islah na kutengeza, basi hata pale unapokanyaga wewe, zile nyao zinapokanyaga, kukija pale kukimea nyasi ama kukifanywa choo na mnyama ikawa mbolea ikamea nyasi, akaja mnyama akala zile nyasi, akakamuliwa maziwa ama nyama yake ikaliwa na Muislamu au mu'min, ile himma ya da'wa ile kwako ikapita kwa nyayo yako, itafika kwa ule, atakuja mtu wewe hukuonana naye hukuzungumza naye, lakini ile himma uliokuwa na wewe imeingia sara mpaka yafika ule mtu akawa ghafla mtu amekuwa dai, kwa sababu ya yani kwa kizungu tunasema genetics, sio genes. Yani ile himma uliokuwa na wewe ukafanya ukatembea hukupata athar. Nabii Ibrahim alayhi salam alipoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adhin lin-nasi bil-hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu, alimwambia Mungu hakuna mtu hapa. Akamwambia si kazi yako wewe, kuna mtu wewe, alaikal balagh wa alaina al-iblagh, wewe kazi yako ni kufikisha, ni kufanya, sisi kazi yetu ndo kujua itafika haifiki, si kazi yako wewe. Wewe fanya ulivyoambiwa, ma ala rasul illa al-balagh. Kwa hivyo katika da'wa usione kwa bana hatu hakunitikia, nimekwenda napata watu kidogo, nimekwenda sikuona mtu, nimekwenda kakatazwa kuzungumza, nimekwenda mahali utakufanya darasa ukaambiwa hakuna ruhusa kuzungumza. Madamu umekwenda na ulikuwa ni mkweli, ile lengo litapatikana. Umekwenda mahali uko uzungumze wewe, akapitishwa mwenzako akapishwa, madamu ulikuwa ni mkweli, Mungu atajalia yule mwenzako ayaseme yale alikuwa anataka kuyasema. Hiyo inapatikana ikipatikana ikhlas, ikipatikana safa ya moyo, kwa lengo ni neno la Mungu liinuke. Lakini ikiwa lengo ni mimi, itakuwa kuna ikhlas. Na hiyo mimi ni madrasa ya Ibilisi. Alipoambiwa msujudie Adam alayhi salam, akasema ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lakini madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni madrasa ya ballighu anni walau aya. Si lazima wewe ukienda wewe nifikishie. Wewe ukinifikishia umenisaidia, moja nisaidia. Milioni kiona mahali mfika Sheikh Muhammad Hussein ndo ametangulizwa. Wakafa Allahu almu'minina qital, amefanya yeye, mimi nimepumzika na jambo kwa hivyo muhimu ni jambo lifanyike, sio muhimu mimi kufanya mimi. Muhimu ni ile islahi ipatikane. Na hii ndo mimi yani alhamdulillah nimetoka na jamaa tabligh ijtimaa Garissa, ijtimaa ndani ya Yaman Hudaida, na kitu ambacho nimekiona kikubwa ambacho kwamba Allah amejalia tawfiki ni ikhlas iliyokuwa pale ndani. Pengine naweza kuona usipate yani katika wanaotoka, tuseme katika jamaa tabligh kuna ulama wako, ulama wakubwa, lakini nazungumza katika hizi wanaotoka zile jaula, pengine waweza pata majumua haina pengine mwanachuoni, lakini ukaona athari ukiamwathiri mwanachuoni yule ambaye kwamba si mwanachuoni akamwathiri mwanachuoni. Na mimi najua wengi, mmoja tulikuwa naye tukisoma naye Hassan, mjua Abubakar alikuwa Kakamega, mjua Abubakar yule amesilimu, ni Mbaluya, amesilimishwa na jamaa tabligh, kisha akaenda kusoma baada yake, lakini asili ya Islamu yake nini? Tabligh. Sasa yuko Kakamega, ni dai mkubwa, babake ni pastor mpaka sasa. Babake ametoa ardhi mtoto wake ajenge msikiti na markaz, na ana athari kubwa ya da'wa pale. Asili yake amesilimisha nani? Tabligh. Sisi Mombasa pale wengi ambao kwamba ni waraibu wa mwisho, wametafutwa kila namna ya rehab na nini, watu wameshindwa, lakini tabligh ikawatengeza. Najua mfano 1 2 3 kadha na kadha na kadha. Na narudia tena, yote hii haipatikani isipokuwa ikhlas alikuwa nao Sheikh Muhammad Ilyas, na kwamba da'wa yake ni vile vile da'wa alikuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'wa ila tarbiya al-imaniyya, malezi, sio tu ahkam, sio kumfundisha mtu tu swala ni hivi na hivi na hivi, udhu ni hivi na yani practical application, yani kuifanya ile elimu kuileta katika matumizi. Na si lazima elimu nyingi, kwa kile kidogo ulichokisoma ukileta katika matumizi. Jambo la pili ameweza kulishika ni ihya sunna za Mtume sallam, madhhar, ndevu, kilemba, kanzu,
Yani zile ambazo kwamba watu wamezifisha katika mujtama, utaona sisi leo tuna kasumba, ukivaa kilemba yote lazima uwe mwanachuoni. Kuna hiyo ni sunna ya sallam. Unafahamu? Leo wewe za kuwa si mchezaji mpira hodari lakini ukanyoa kama mchezaji mpira, utaambiwa wewe unajifanya star. Lakini ukifanya kitu cha mtume, utaona mtu ana haya na hataki kuitanguliza katika kufanya kitu ambacho Mtume amefanya. Lakini jamaa tablighi kaleta, leo utaona watu wavaa vilemba, mashallah, sunna za sallam kwa ihya. Nani wanafanya hivyo kwa tablighi? Wanachoambia ni kweli, sio? Yani wao ndio wamekuwa kipaumbele katika kitu kama hicho. Leo katika takatuf na kushikamana na kuhuisha misikiti, leo ukiona msikiti umehuika Mombasa, Malindi, una bayan, una jaula, una darasa kama ni kitabu kama Fadhail al-A'mal, kama ni Riyadhus Salihin, zote zapatikana. Na pengine na uzuri ambao kwamba nimependelea ni kwa mtu ajijua, mimi pengine makamu yangu ni haya, haongezi nyingine. Kile anakisoma anachokijua, tena pengine atashatafsiriwa kitabu cha Fadhail al-A'mal Kiswahili, yeye anasoma haongezi lingine. Lakini kile kama kwamba akiona cha kawaida akisoma mtu yuathirika. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba yani ni adhim. Na katika miza ambazo wanazo pia jamaa tabligh ni kuwa la alaqa lahum bisiyasa, yani hakuna maslaha, ni wao kazi yao ni islahul qulub, kutengeza nyoyo. Miza nyingine wanayo la yadkhuluna fi ikhtilafat almadhhabiyya, mambo ya ikhtilafu, huyu ni hivi, huyu ni hivi, wewe kila moja. Lakini sisi tukusanye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wewe baada yake wataka bismillah, hutaki, waona wewe sunna ni hivi, wewe waona sunna ni hivi. Lakini kuna mtu aweza kukataa la ilaha illa Allah Rasulullah. Tushikamane hapo, mengine tuache, kila moja wewe fanya msikiti huo, fanya hivi, wewe fanya dua, ufanye dua. Lakini ile shiar kubwa ambao kwamba man qala la ilaha illa Allah naja, tushikamane hao peke yake. Kuna ikhtilafu kwa swala ni 5, tuhimize watu kuswali swala 5. Kuna ikhtilafu kufunga Ramadhani ni faradhi, tuhimize watu kufunga Ramadhani. Kuna ikhtilafu kuwa kuunga kizazi ni wajib na kukata kizazi ni haramu, tuhimize watu kufanya hayo. Kuna ikhtilafu kuwa uraibu ni haramu, hakuna, tuambie watu waache uraibu. Kuna ikhtilafu kuwa kusengenya na kuzini na kusema urongo ni haramu. Leo haona watu katika khutba na mawaidha wanatolewa hayalengi hapa, yote yalenga mambo ambayo kwamba kuna wengine wamesema yafaa, wengine wamesema yale ambayo kwamba sote tumesema hayafai, hakuna anayeshughulikia. Leo wewe pima khutba zinazoendelea na mawaidha nyingi, badala ya kuangalia kile ambacho kwamba kimeharamishwa na watu wote, tukihimiza watu wakiwache, na kuangalia kile kilichowajibishwa na watu wote, watu wakifanye. Tumewacha zile za wajib kwa ijma', tukawacha za haramu kwa ijma', tukashika kile ninachokubali mimi, wewe ukikubali unipinga mimi, kile unachokikubali wewe mimi nakipinga, nikupinge wewe, nipinge nikupinge. Na hii ndio jamaa tablighi kaja ikaondoa yote, ikaweka kuhuisha msikiti, kuita watu katika jaula, kuingiza watu katika ibada za faradhi, kuhuisha watu na kuhimiza watu kutoka fi sabilillah. Hii ina faida kubwa. Watu wengine wanafanya mpaka istizai, lakini wewe kuacha vile vitu vyako vya kawaida, nyumba yako, mke wako, watoto wako, marafiki zako, ukaingia katika mazingira mengine, inakuweka karibu na Allah. Wajua pengine watu wafikiri mtu akitoka khuruj aenda kutengeza mtu ama kufanya, kwanza wafanye islah nafsi yako. Nadhani ndio hiyo lengo katika tabligh. Ukitoka wewe si kwa watu waenda kumuongoza mtu, kwanza waenda kujiongoza wewe. Na unapotoka ukiacha ule yazoea, unakurubia kwa Mungu zaidi. Roho yako inakuwa na wepesi, inalainika. Kwa nini? Umetoka katika zile maalufati ulizozoea wewe. Na hii safari yote, asli ya safari. Sasa kaifi kwa ile safari asli imetoka kwa ajili ya tabligh. Iwe ni siku 3, iwe ni siku 40, iwe ni miezi 4, iwe ni mwaka. Pamoja na kutekeleza wajibat zingine ambazo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amekuwekea. Ikiwa na mke umetoka umewaachia hali yao sawa sawa, ikiwa una watoto umewaacha mambo yao vizuri. Hata Mtume sallam akubali, Mtume anasema kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man ya'ul, yatosha kwa ni madhambi wewe upoteze watu ulioacha katika masuala yako. Sasa mimi natoka mwaka mmoja, haina shida, lakini wale walioko chini yako katika ule mwaka umewapangia. Ikiwa haja ya faradhi ufai kuenda mpaka fanya nini, ujue familia yako umewaacha vipi. Na vile vile katika kutoka ujue
katika family na watoto na wajukumu nao umeyaachia yataenda vipi? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amrahamu Sheikh Muhammad Ilyas na atujalie na sisi tuwe na himma aliyokuwa nao yeye na tushikamane na misingi yake. Nimesema jambo la kwanza kuhimiza kila Muislamu ajue ilmu alwajib. Hiyo ni fardhi. Si kila Muislamu wa Sheikh tuweze kuislamu kwa Sheikh, lakini ilikuwa lengo lake Sheikh Muhammad Ilyas ni kila Muislamu ajue ile ibada yani ya faradhi, ile mafaradhi ajue. Lengo la pili Sheikh Muhammad Ilyas alikuwa nayo kila Muislamu awe na alaka na Mungu, awe na imani yake iwe kiasi ambapo kwamba ataweza kuathirika. Jambo la tatu ambapo hiyo ya pili kwa ni kusudi akhlaq, tabia yake zitengee. Ndio wewe wajue elimu alwajib, lakini muamala wako na watu, akhlaq zako na watu. Na kila Muislamu awe na nafasi na mchango katika kusongeza da'wa mbele. Leo sisi tunaona da'wa imesimama tu kwa watu kuwa ni wanazuoni. Mtume Muhammad sallam tutaniambia adhana saa ngapi? Tamam. Mtume sallam tufahamu sisi alizaliwa Makkah, sio? Makkah kulikuwa na masanamu, kulikuwa na ushirikina, kulikuwa na kila kitu. Mtume akaona machafu yakifanyika, watoto wakizikwa. Mtume sallam akataka kuleta mabadiliko, elimkera yale. Lakini akafikiria mimi nitafanya vipi islah, nitarekebisha vipi huo mujtama. Kila akifikiria akaona hakupata namna. Sasa nifanya nini? Sasa wacha nijitenge nikafikirie vizuri. Akaenda wapi kujitenga? Ghar Hira. Akakaa takriban katika sira tuambia pengine miaka 5. Kana yatakhalla yani hubba ilayhi alkhalwa, akipenda kukaa peke yake. Na mtu akikaa peke yake unapata safaa dhihn, bongo linasafika, unafikiria. Afikiria vipi nitaleta reforms na marekebisho na kuboresha mujtamaa yangu. Akifikiria natija ya fikra ikaleta ilmu. Ikaja akaambiwa Jibril iqra. Kwa hivyo kwanza alifikiria ndio Mungu akamletea suluhisho. Sisi leo hakuna mtu mtu akitaka kujenga nyumba kwanza atafikiria. Akitaka kufanya biashara yake kwanza atafanya nini? Atafikiria vipi mimi nitajiendesha kibiashara, vipi mimi nitaoa, vipi mimi watoto wangu watasoma. Lakini nani anafikiria kwenye dini? Dini waacha maustadhi tu afikirie. Dini si maustadhi. Dini ni yetu sote. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha واشفقنا منها وحملها الانسان. Insan ni mimi peke yangu. Insan ni sisi sote. Sisi sote lazima tuwe na dauru katika kufikiria maendeleo ya dini. Na kama tunaposikia kila saa katika tablighi ni kuwa mafanikio yetu yote ya dunia na akhera yako katika dini. Leo kafiri amekuleta fikra kwa mafanikio yako ya akhera peke yake ndio kwenye dini. Mafanikio ya dunia yako katika dunia. Na hiyo ni fikra ya makosa. Muislamu atakanaamini Mungu asema Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati. Kwa hivyo dini tayari inayo hasana ya dunia, inayo hasana ya akhira. Kwa hivyo leo tunaona mtu atakuwa yaswali, yafunga, lakini biashara yake kwamba bwana afanya haramu. Bwana hii ni dunia bwana. Usilete mambo ya dini hapa. Ama hakuna mtu wala riba, lakini mashallah safu ya kwanza Qur'ani kila wiki yahitimisha. Ukimwambia bwana hii mambo ya haya mambo ya ulimwengu ndio ulivyo. Ulimwengu ndivyo ulivyo. Mtu ya bet, mtu ya fuliza. Ama tufulize sisi Waislamu. Tufanye matufanye. Tuko msikitini na tuko msikitini kisha. Iweje wewe wafanya haramu uone kisha uone unajua afadhali ufanye haramu ujue ni haramu. Lakini wewe wafanya haramu waone ile haramu ni kawaida. Hii ni madhambi makubwa sana. Bali yaweza kukaribia ukihalalisha ukasema ni halali ni haramu ikawa ni kufri wewe. Lima tuharrimuna ma anake tahlilul harami wa tahrimul halali kufrun. Lakini leo ukiangalia Waislamu 90% khasma barabara wafuliza. Kiomba bana dharura bana, kuna dharura hiyo. Utakufa njaa. Kuna. Lakini mazoea tu. Mtu bana anataka kumchapa sababu sinitumie mimi simu yangu inafuliza. Kando na wale wenye kuokoa majahazi hao wengine, lakini hao wafuliza. Wale kuokoa jahazi ndio wingi zaidi, sio? Wafuliza ni kisha kuna wengine sijui kuweka kwenye mshwari
na wengine, na kuna wengine wa bank. Kwa hivyo dini haikuletwa tu kuangalia akhira, dini imeleta kukupangia dunia na kukupangia inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, maisha yako yote, masomo yako. Leo utaona mtu akienda, utaona watu wasichana akienda kazini atavaa ninja, nyumba akifika pale kazini atavua ninja, ama ani mavazi yake yabadilike kia kwenye kazi. Bana, hapa ni kazini, lazima nifanye hivi. Alikwambia kazini Mungu hayuko ni nani? Alikwambia hukumu ya Mungu yaisha mlango wa kazini ni nani? Alikwambia hukumu ya bosi yatangulizwa kuliko hukumu ya Mungu ni nani? Mungu aliyosema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Leo utaona msichana apanda piki boda boda na mwanamume, ana dharura hiyo, wafa atakwenda hospitali wakimbizwa, na huyo anayepanda hivyo mume wake ni mimi, brother yake ni mimi, mtoto wake ni mimi, babake ni mimi, fahamu. Lakini tumeona tumeistaslim, tunaona haya mambo ya kawaida, bora tu watu waswali wafunge, tukayatoa haya mambo ya kijamii, tukaona hayo katika dini. Tunaona pekine amvaa ninja lakini anakaa kwenye pikipiki na amejistiri, lakini amekaa juu ya pikipiki na mwanamume, na halum majara na mifano mingi ambayo kwamba yako katika mshtama. Kwa hivyo ile fikra tukiambiwa, yani manufaa yetu ya dunia na akhira yako katika dini yetu, tusione tu ni maneno yanarejelewa kila saa, ni aqida tofauti tuishi. Ukiitakidi kinyume na hicho, wewe Muislamu wako na mushkila. Ukiitakidi mimi dini haina manufaa katika dunia yangu, Uislamu wako na mushkil, na kuitakidi dini haina manufaa katika akhira yako, Uislamu wako na mushkil. Adhan. Naam, kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala taqabalia tuliyosema, na kama tulivyosema kuwa dini hii asili yake imeanza kwa fikra, kisha ndio ikaja taalim. Na utaona fikra hii ilipokuja Iqra, Mtume sallam akaanza pale pale kufikisha ile Iqra yake, akamfikisha mtu wa kwanza kusilimu Sayyida Khadija radhiyallahu anha, kisha Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, kisha ile da'wa ukiangalia wale wafikishiwa na Mtume, pengine wengi walifikishwa. Sayyidina Abubakar ndo alimleta Sayyidina Uthman, ndo alimleta Sayyidina Talha ibn Ubaidillah, alimleta huyu. Kwa hivyo kwa kuwa kila mmoja aliopata naye akafanya nini, akaleta mwenzake. Lao nje kwa Mtume peke yake ndio mwenye kufikisha kila mtu, wasingesilimu wale watu waliosilimu. Lakini kila Sayyidina Abubakar amepewa neno, naye akafikisha ile neno wengine. Hilo alifikishiwa, utaona watu wakimletea Mtume, bana msada huyo ametakusilimu, huyo atakusilimu, ama ashamsilimisha yeye amleta huyo tayari amesilimu. Lakini kwa tutamwachia Ustadh Muhammad Hussein peke yake, mpaka huyu ndo afanye, yeye atasema hapa. Sisi tunaosikia hapa, kila mmoja ana masuhulia kufikisha alicho sikia. Maana ukisikia balighu anni walau aya, wasema ulama katika balighu kuna taklif, katika anni kuna tashrif. Wewe wafikisha kwa niaba ya nani? Ya Mtume sallam. Leo ukipewa barua na governor wa Lamu kwamba mpelekee mtu fulani, utasikiaje ukiwa ndio umetumwa kupeleka ile barua? Naleta hii kwa niaba ya nani? Unakuja ofisini kwa niaba ya nani? Sasa wewe waenda msikitini kwa niaba ya nani? Waenda kumwambia mtu da'wa kwa niaba ya nani? Mimi nimekuja hapa kwa niaba alionituma nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni, tashrif kwa wewe unanasibisha sallam. Kisha Mtume akawaambia upeleke kila kitu, walau aya. Wajua kuhusu uraibu ni haramu, wajua kusengenya ni haramu, lile unalojua wewe kile kichache. Sababu da'wa ni wanazuoni peke yake. Mtume anasema walau aya. Kwa hivyo akaasis Mtume Darul Arqam, ambapo kwamba ndio ikawa markazi ya kwanza ya tabligh. Sheikh Muhammad Ilyas amekuja kueneza tu, lakini markazi ya tabligh ya kwanza ni Darul Arqam. Ndio akaja Saidina Hamza, akaja Saidina Umar, wote walisilimu wapi? Darul Arqam, na wote waliathirika. Allah sema waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Qaul yani fanya bidii katika kule kufikisha, pia ufanye aqsa, hata kama mtu hataki ufanye kusisitiza, na ufanye kwa kauli ambapo kwamba waqula lahu qawlan layyinan. Ile kauli unaofikisha iwe kauli ambapo kwamba ina rahma ndani yake. Usiwaambie mtu kwa kuwa namwambia ona hataki, mimi nakwambia kimwambia hataki. Wataka wewe uambie, ukiona amekataa uhuzunike. Leo kwa mtu aweza kumwambia mtu aswali, nakwambia yule hataki kuswali, mimi nakuonyesha, umeona hataki kuswali yule, ukafurahi wewe kwa amekataa kuswali. Dai atakana mtu akikataa kuswali ahuzunike kwa yule hakuweza
Kama alivyohuzunika mtume jeneza ya Yahudi ikapita akafanya nini? Hakusema ona atakwenda motoni, la kunisikia mimi. Nasema hiyo, lakini akasema nafsi ile imeniponyoka. Kwa hivyo wataka wewe dai ubebe rahma na sikitiko kuwa kama nimeshindwa yule, kaona kama umefeli kazi yako imekuwa. Wewe kufurahi kwako ni ule kufanya nini? Umuingize katika daira ya da'wa na daira ya dini na daira ya istiqama. Kwa hivyo amana hii tumeachiwa na Mtume sallam, hakuna mtume atakayeteremka, ni mimi na wewe. Na mimi na wewe ili tufikishe hii amana lazima tufanye fikra. Na mtume alikuwa akifanya fikra peke yake kwanza, kisha alipopata wenzake alimtuma alikuwa katika masiku kadhaa usiku akikesha yeye na Saidina Abubakar na Saidina Umar kufanya fikra katika dini. Tufanye vipi? Asubuhi akitoka akieleza tayari usiku amekaa kwenye fikra shura yeye na Saidina Abubakar kadha na kadha mara kadha na kadha. Mtume akifanya shura mpaka na wake zake. Katika Sulhul Hudaybiyah Mtume sallam alipotaka watu wanyoe, watu wote wakakataa kunyoa, mtume akahuzunika, akaingia ndani nyumbani kwake. Ummu Salama akamwambia Rasulullah, toka kwanza anyoa wewe. Shura toka nani? Kwa mama. Mtume akatoka akanyoa yeye, masahaba wote wakanyoa na wao. Kwa hivyo shura ni kitu muhimu sana. Mtume alimwambia Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa bima rahmatin min Allah, lao siku ile rahma Mungu amekujalia, linta lahum, ukawa mpole. Kwa hivyo dai lazima awe mpole kwa watu. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi, lao ungekuwa wewe ni mkali mkakamavu, mtu akikwambia huongelesheki, dai zikuwa hivyo, la mfaddu, wote wangekimbia, hakuna mtu atakabaki karibu yako wewe mkali, hasa sasa hivi. Kisha akasema nini? Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum. Hawa walioambiwa hivi ni watu walimkosea mtume. Mtume akaambiwa bado usiwe mkali kwao, wasamehe. Fa'fu, kwanza wewe wasamehe, kisha ushasamehe wewe tena uombe msamaha kwa Mungu. Wastaghfir, mtu amekuudhi wewe, kwa atakaoje uombe wewe msamaha. Mtume aambiwa wewe fanya nini? Wewe wasamehe, kisha baada wewe umesamehe wewe uwatakie maghfira kwa Mungu subhanahu. Baada wewe umewasamehe uombe Mungu awasamehe na wao tena, kisha tosha. Washawirhum, wale waliokukosea washauri pia. Sisi leo mtu akikosea tu katika mara moja anasema yule simshauri tena mimi, yule haniungi mimi. Tumeambiwa wasamehe, waombe msamaha, washauri, kwa sababu dini wa amruhum shura bainahum. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ajaze khairi ndugu zetu wanaofanya kazi tabligh, na kazi tabligh pengine jina tu waonekana ni wao, lakini sote tuko katika kazi hiyo. Taweza kwa jina hujabeba jamaa tabligh, lakini kazi ni hiyo hiyo. Ikhtalafat almusammayat wal maqsud wahid. Ni ile tu kuna timu hii, kuna basi ya hii, kuna basi hii, lakini zote zinaenda wapi? Road yote inaenda kwa Mtume sallam, barabara yote elekeza kwa nani? Huyu atumia basi hii, huyu atumia basi hiyo, para jahazi hiyo, para jahazi hii, lakini ngambo yote tunayokusudia ni ngambo moja. Kwa hivyo madamu ngambo ni moja, tukikwama njiani tusaidiane. Maji ya nini tusaidiane, usifurahi jahazi hii ikianguka wewe ukaona kwa sababu safiri peke yake sote atafeli. Angeukiwa na wenzako utafanya nini? Utapita, lakini unasema mwache yule anguke ndio nifike peke yangu, utafika wewe pia. Lakini mwenye akili ni yule asimame, yule naye asimame, tuende tupate masapota wingi, tufike kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atujabarikie, ajalie hii juhudi inayofanyika hapa aidumishe, ajalie zee matunda na yale aliyokusudia mwenyewe muassis Sheikh Muhammad Ilyas. Allah subhanahu wa ta'ala yahakikishe kwa sisi, na Allah subhanahu wa ta'ala tupatie kushikamana na kuungana na wale waliotajwa wanaokwenda khuruja miezi minne, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tawfik, asahilishe. Na muhimu ni wewe utie nia, usihesabu pesa nini wakati. Kwanza weka awal amr an-niyya. Leo kuna watu wataka kunyosha mkono, mtu ogopa, hutolipi pesa kunyosha mkono, lakini ukiwa mukhlis utakulia kunyosha mkono, hata kama hukuwahi kwenda thawabu utaandikiwa. Lakini mtu hata kunyosha mkono na, lakini leo kama nataka kuimba hapa, nataka kwenda kwenye culture, hata kila mmoja atanyosha mkono, hataona haya. Lakini kunyosha mkono katika da'wa, angalia mashallah, na yeye atakwenda da'wa na yule aona haya katika khairi. Lakini katika shari kila mmoja yuko mbele kupokea shari. Lakini ukisema nani nataka kuadhini, nani nataka kusoma Qur'ani, nani nataka kutoka da'wa, kila mmoja mkono chini. Lakini wewe sema kitu hapa cha kuchekesha ama cha upuze ama cha nini, tutaona watu watakaponyosha mkono. Kwa hivyo awal amri an-niyya, kisha at-tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa innamal a'malu
Hivyo usidharau, na kila ukinyosha mkono kuwa mkweli, kwa Mungu akinijalia nafasi na uwezo na afya nitakwenda. Sio nyosha mkono tu kumfurahisha imamu na ustadhi. Nyosha mkono kwa mimi Mungu kweli akinijalia nafasi na uwezo nitakwenda. Na faida ni yako wewe unayekwenda, si unayemwendea. Kabla faida kwanza ni ya yule mwenye kwenda kabla yule anayeendea. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin.